katika daftari lako, wewe ambaye unaandika, andika hivi: ni nani aliyebeba ujumbe wangu? Bwana Yesu asifiwe. Katika daftari lako andika, nani aliyebeba ujumbe wangu siku ya leo? Ndio habari ambayo Mungu ameniambia nizungumze kabla watumishi wa Mungu hawajaja kusimama na wao waseme. Haleluya. Amen. Nani aliyebeba ujumbe wako? Kama tunajiuliza, kuna mtu ambaye unatakiwa kumjua aliyebeba ujumbe wako kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya maisha yako kwa ujumla, basi lazima ujue jambo hili la msingi kabisa, kwamba kuna mtu ambaye Mungu amempa ujumbe wako aweze kufikishia. Lakini kitu ambacho kinachoangaliwa au kutazamiwa baadaye, kwamba tayari ujumbe umekuwepo na mtu tayari yupo, lakini bado hatujamjua, bado haujamjua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bado haujamjua, na ndio maana tunajiuliza, na ndio maana unajiuliza, lakini bado wakati au majira ya huo ujumbe kukufikia bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inapozungumza kwa habari ya kujua ni nani aliyebeba ujumbe wako, jambo ambalo natakiwa kuzingatia kwamba yuko mtu ambaye Mungu amemwandaa ana ujumbe kwa ajili ya maisha yako. Lakini jambo la pili, unatakiwa kujua kwamba yako majira bado hajafika. Majira yakiwa imefika, ujumbe wako upo tayari. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa unajua kwamba kuna ujumbe ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya maisha yako, haijalishi unapita wakati mgumu namna gani, unapita katika changamoto namna gani, unapita katika magonjwa ya hapa na pale, umefika wakati umekata tamaa kwa vile maisha yalikuwa magumu, lakini Bwana ameandaa mjumbe, amebeba ujumbe wako, anasubiria majira yako. Sema amen. Hujanielewa wewe? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema ombeni bila kukoma. Maana yake anajua ukishaanza maisha ya Ukristo, maana yake maisha ni mwendelezo wa maisha mengine. Kwa hiyo unapokuwa kama Mkristo, maana yake maombi ni chakula chako, maana yake maombi ni lugha yako. Sema amina. Kwa hiyo Yesu wakati anasema kwamba ombeni bila kukoma, maana yake unaweza ukawa na maombi alafu ukaona majibu yako yamechelewa, kumbe umeshindwa kuelewa kwamba majira hayajafika bado. Kwa hiyo Mungu anakusubirishia majira yako. Mungu wakati anatuma